Jamani, lakini wanakijiji wanalia sana. Na sasa hivi kuna vuguvugu linaendelea. Na uhakika tukichelewa litafika mbali. Wewe unawatetea kama nani? Acha waangamie. Utaki kunomeka? Takiwa tunyonye kila kitu tunomeke. Sio unaona mimi nanenepa tu. Mambo mazuri. Pesa iko nyingi. Cha kuwatetea wewe. Wala tufai hata kidogo. Wewe ukipata chukua kula, tuliza mdomo wako. Lakini ulishafikiria labda mwisho wa hili? Nimekwambia tuliza mdomo wako wewe, baki kula. Naona unataka kutuvuruga wewe. Nimekwambia tuliza kinywa chako cha mdomo. Hakikisha unatumia maisha. Kuna mazuri zaidi yanakuja. Na kama tumeshindwa mjadala, fungieni kikao tuendelee na majukumu mengine. Hello, mambo vipi wapenzi wangu wa Mwanza? Tumewaletea African Beauty Salon iliyopo Igoma, barabara kuelekea Kishiri. African Beauty Salon inatoa huduma zifuatazo. Tunasuka nywele mitindo yote, tunaweka dread, tunaweka weaving, dreadlock, tunafanya scrub, tunapaka rangi, polygel, rangi ya unga, building na mengine mengi. Tuna scrub miguu. Karibuni sana wapenzi. Usisahau hii ni Mwanza. Sasa mnaweza kuniambia ukweli? Kwa nini faili la Michael paka sasa hivi halijapelekwa mahakamani? Unajua, sheria wote tunajua. Kukaa na mtu mahabusu zaidi ya siku 7, faili lake halijapelekwa mahakamani, hilo ni kosa kisheria, si ndio? Mkuu, sisi ni watendaji kama unavyofahamu. Tulipokea maagizo kutoka juu. Juu? Juu wapi? Juu kwa nani? Kuna mtu ambaye yeye yuko juu ya sheria? Kila mtu yuko chini ya sheria. Hata mimi niko chini ya hii sheria. Unaniambia juu? Naombeni mnisikilize. Ninachotaka faili la Michael lipelekwe mahakamani mara moja. Tumeelewana? Hii si vita Michael peke yake. Ni vita ya haki. Na haki ikichezewa, sisi wote tutafuata. Shoga yangu, kuna kitu nimekumbuka. Hivi yule kakako Michael ni kweli alimuua Eva? Wewe nawe. Sasa ndo mambo gani unaniuliza? Wewe hapo ukiangalia kweli unategemea nitakupa jibu gani? Sasa mtu kweli unaweza kumuua mke wako. Sasa kwa nini yuko ndani? Hapana bwana. Yuko ndani kwa sababu ni upelelezi na sheria. Lazima viende vitu taratibu, mwisho siku kule tujulikane. Kwanza kakaangu na mke wake walikuwa wanapendana sana. Sio kweli. Labda. Lakini hata hivyo jisiketi hapa ni anachodai kwamba anahakikisha kwamba atatoka. Kwa sababu yeye hana hatia. Kumbe. Mimi naona ila na wasiwasi, unajua na kaka mmoja hivi anaitwa Selemani. Tena huyo Sele mimi simpendi huyo Sele jamani, huyo kaka simpendi kwenye moyo wangu, yani basi. Unamchukia na nini sasa? Yule kaka anapewa pesa
aje alete maendeleo kwenye kijiji chetu, lakini hakuna chochote anachokifanya zaidi ya kunepeana tu yeye kama yeye. Sasa atakula wapi jamani? Mimi kwanza nimekaribia kuhama kwenye kijiji chenu. Tena nachoka. Na mimi mjini. Basi sana huyo ndio unahisi kahusika na kitu cha yangu. Wewe, usiniambie. Ndio hivyo. Ndio tutaona, tutajulikana. Haya, tusubiri tuone shoga. Usizigute sana basi. Jamani wewe naye unapenda kudeka. Hamna. Kidogo tu hivi jamani. Kaa. Madam Shani. Abe. Habari. Salama, karibu. Asante za siku. Mungu ni mwema. Na kweli Mungu ni mwema. Yaani nakuona una nuru, hauna furaha. Nini kinachokutatiza? Majukumu yanatufanya tukose tabasamu. Majukumu ya kazi? Majukumu ni yapi kwanza? Unayosema yanakufanya unakosa furaha. Hivi unajua wana kijiji hawana furaha, hawana amani, wana mateso kupita kiasi. Yaani unajua mpaka kijijini huko watu wanafikia hatua wanafariki kwa kukosa maji. Serikali mpo, polisi mpo, amchukui hatua yoyote. Yaani mpo tu. Yaani hata sielewi ni nini mnachokifanya. Eva, kuna mtu yote amekuja kumfungulia kesi hapa kichoni? Maana naona unalalamika. Hapana. Ila kwa kuwa ufuatilie vyombo vya habari, ufuatilie kitu chochote, yani wewe uko tu ofisini. Jitahidi ufuatilie sana habari zinazoendelea katika kijiji. Utajua nini kinachoendelea. Maana naona unalalamika. Na unajua sisi kama jeshi la polisi, mtu yeyote akiwa na kitu lazima afike kituoni na afungue mashtaka. Kazi yetu sisi inafahamika na kila mtu anaijua. Lakini tuanze kufuatilia huyu kafanya nini, kafanya hiki, kiukweli hayo sio majukumu yetu. Ni kweli. Lakini wewe ufuatilie hata taarifa ya habari, vyombo vya habari, yani ufuatilie chochote kile kuhusu habari zinazoendelea katika kijiji. Sawa. Ni nani huyu ambaye anakula pesa za miradi na una ushahidi? Hakuna mtu mwingine zaidi ya Mr. Selemani. Suleimani? Yes. Yaani kinachokufanya ushangae kwamba Suleimani ni nabii au ni mtume au ni nani? Yaani hauwezi kufanya kitu chochote ambacho kinaweza kufanya mambo yasiende. Basi huyo ndio mtu wa kwanza anayefanya miradi ya serikali inakwama, kila kitu kinakwama, wanakijiji wanakufa kwa sababu yake yeye. Askari. Niletee Michael. Michael. Ndio afande. Una ugomvi wote na Mr. Selemani? Hapana. Sina ugomvi naye. Una uhakika? Ndio. Ila sio kunipata kama mara nyingi. Niambia kumwonya mke wangu asiendelee kufa. Ikaje? Mr. Mike, kwa habari yako? Salama, Mr. Selemani, karibu sana. Asante, pole na kazi. Asante. Kaka, kuna kitu kilichonifikisha kimoja tu.
Vipi kuhusiana swala la mkeo, ujumbe niliokupa siku ile ulimfikishia? Hapana, sijaongea chochote na mke wangu. Kwa nini hujamwambia? Na siku ile nikwambia kwamba Selemani, mwambie mkeo asinifuatilie kwenye shughuli zangu mimi. Mr. Selemani, mbona unaongea kwa paniki sana? Kuna shida? Sababu lazima ni paniki, maana ananiingilia kwenye shughuli zangu, kwenye kazi zangu. Kumbuka ile kazi ndio naona mjini mimi. Nakula, naishi, mpaka napendeza na nenepa kiasi hiki. Ni biashara gani ambayo mke wangu anakuingilia ambayo wewe inakunyima raha? Kaka, yani nikitaka kuingia hapa mpaka hata kesho tutafika. Kwa ufupi tu ni kwamba mwambie afuatilie maisha yake, asifuatilie maisha yangu mimi. Kwani anazidi kunifuatilia kuna nini kwako? Kwa sababu hutaki kuniambia. Mimi ni mume wake. Ungeniambia nikajua cha kufanya, nikajua nakusaidiaje. Na kama utakuwa umeshindwa kumwambia, basi nachukua jukumu mimi kama mwanaume. Hakikisha nitamnyosha. Nielewa? Mwambie kabisa sinifuatilie. Mr. Selemani, kumbuka unayemwongelea ni mke wa mtu, sawa? Na ni mke wangu mimi. Unataka kumfanya nini mke wangu? Kwa sababu anazidi kunifuatilia. Mwambie sitaki kabisa hivyo vitu bwana. Au niongeeje kwa lugha gani? Sina maneno mengi. Mara moja unakuwa mzalendo basi na wewe. Kaka, hapana, mwambie asinivurudie kabisa. Sina muda wa kuzidi kukaa. Mimi naondoka. Asinifuatilie kwenye maisha yangu. Ulizungumza na mkeo kuhusiana na wewe? Niliongea na mke wangu. Kuna maanisha nini? Yaani uko furafu. Mande kumeachia kama sio bwana polisi. Yaani upendezi bwana. Hivi niacha yaani nasubiri. Yaani sasa hivi siku hizi ujipendi. Siku hizi kazini unaruhusu kuwa na manevu yote haya. Hizi ndevu za nini? Kazini hawaruhusu. Kwa nini unafunga hivi mandevu yote? Utajuaje sasa? Kama unataka kuwa Osama je? Osama bin Laden haiwezekani bwana. Kazini kwa unakuhusu wewe mimi. Ungejua sasa. Nimefanya hivi makusudi. Kwa sababu wewe unasahau majukumu yako. Majukumu yako ni kunifanya mimi nipendeze, nikae na mandevu haya, na nywele mengi. Wewe kila kukicha unafuatilia mambo ya habari tu. Ndio bidu ulionao. Bwana mume wangu. Shauri yako. Kazi kwa sio muhimu sana kama wewe. Imeshakuwa ya muhimu kwa sababu mpaka nakuwa hivi nazeeka sasa. Sema nini? Nimewaza kitu kimoja. Kesho nenda baba shop. Wende wakaninyoe, wanifanyie scrub vizuri kabisa. Fanyie scrub. Yaani uende huko ukashikwe kama unavyoendaga na kako kusudia unashikwe. Safari hii nakwambia hivi, hautaenda huko scrub, nitakunyoa mwenyewe na wembe. Haki ya Mungu, nakunyoa kabisa na wembe. Yaani nanyoa na wembe, sio mkasi, nanyoa na kiwembe. Nakuwa soft. Unataka ndio na viupele au sio? Huwezi kutoka viupele, naweka dawa. Hello. Nipe dakika 5 na kupigia. Eva mke wangu. Ni mara 2 sasa. Jamani. Ameniambia unamfuatilia. Kwani kuna nini kinaendelea? Namfuatilia kwa kipi? Mr. Selemani na mambo mabaya sana. Unajua lakini kama unajifanya. Sawa. Ila Selemani ni mtu mbaya. Selemani anawatesa watu wa kijiji. Selemani ndiyo mtu anayefanya paka watu wanakufa kwa sababu
ya kukosa mali, kukosa huduma, miradi yote ya serikali. Na kama ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Lakini mke wangu, hayo yote yanakuhusu mimi. Hapana, pamoja yanihusu. Mimi naumia kwa ajili ya wanakijiji. Siumii kwa sababu yake yeye au mnataka nini kwake. Lakini nataka afanye kazi kwa weledi. Mume wangu nakuomba Michael. Hivyo uwe karibu na mimi. Unavyomuona yule anaweza kubadilika. Kubadilika anaweza kama tutamweka kwenye sheria zitafuata mkondo wake. Mambo yote yanabadilika. Mimi nilikuwa naombe. Sawa. Mimi mume wako pande Michael, komba uachane na kufuatilia Mr. Suleiman. Kwa nini? Kana naye tu. Niache kumfuatilia? Yaani nilikuwa najua wewe utanipa support. Yaani uwe nyuma yangu mimi. Lakini kumbe hakuna chochote. Kazi yako nini mume wangu wewe? Nakutegemea wewe kama polisi. Wewe kama mume wangu uwe nyuma yangu ili tuweze kumbaini huyu fisadi anayeteketeza kijiji. Lakini nakuona Kwa nataka kusema nini? Yaani kwa hiyo hutaki kabisa kuwa nyuma yangu mimi. Mimi mume wako. Nisikilize. Hivyo umechanganyikiwa kiasi gani kiasi kuna wapambania wana kijiji? Sawa. Ninapozungumza hivyo sio kwamba mimi sio mzalendo. Lakini jiangalie wewe binafsi. Au wana kijiji wewe wanakupa nini? Wewe ni polisi. Tena nakuamini sana. Lakini kusema kweli unamuogopa Selemani na hutaki kufanya kitu chochote juu ya Selemani. Unamuogopa, si ndio? Ninamuogopa. Nashangaa maana hivi wewe ni polisi. Na nilikuwa nategemea wewe utakuwa nyuma yangu mimi. Ili Selemani ashughulikiwe. Lakini na kuona sijui polisi wa aina gani wewe. Unamuogopa Selemani. Amekuwa nani? Kawa nani? Mke wangu nisikilize. Siku ukijua nguvu ya askari, huwezi kuongea upuuzi kama huo. Kweli? Siwezi kumwogopa Selemani. Sawa. Sikiliza. Wewe unadhani ukizurika au wana kijiji wana faida gani na wewe? Ngoja nikwambie. Tena nisikilize vizuri. Weka akilini. Niko radhi kufa kwa ajili ya hichi kijiji. Nitajitolea kwa nguvu zangu zote mpaka mwisho wa maisha yangu kwa ajili ya wanakijiji. Siwezi kuona wanakijiji wanateseka, wanakijiji wanakufa kwa ajili ya kukosa huduma mbalimbali. Sasa hao wanakijiji wanakulipa nini? Wanakupa pesa? Wanakupa mshahara? Hawanilipi kitu chochote. Inawezekana wewe mume wangu unashirikiana na Selemani. Yamekuwa. Ndio, kwa sababu huwezi kumtetea mtu mbaya kiasi hicho. Unadhani wale wanakijiji unavyowapambania wanakuzungumza vizuri? Sikiliza, watu hawana shukrani. Sawa. Hata wewe unaunganishwa hivyo hivyo. Sawa, pamoja hawana shukrani. Hata kama mimi nawatendea wema, hawatanilipa kwa leo. Lakini kumbuka, wema huwa unalipa kwa wema wake. Japo wema huwa unalipa kwa wema. Kumbe unalijua. Michael. Unahisi Mr. Selemani anahusika na kifo cha mkeo? Bila shaka. Haki itatendeka. Asante mkuu. Habari yako mbele? Safi. Karibu. Pendeza. Asante. Sasa kwa nini usinikubali mimi tukarahisisha swala la kakako kutoka? Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu bila ya kunikubali mimi, kakako kumbuka anaweza akauzia jela. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba wewe uko juu ya sheria? Ni kwa sababu unajua mimi na nguvu moja kubwa sana. Serikalini mimi ni mtu mmoja mkubwa sana. Kuwa na mimi tu, siku moja sio mbaya zaidi, ili mimi nihakikishe kakako atoke awe huru. Nakumbuka ile kesi ni ngumu na ni nzito. Kesi ya mauaji mama. Asikwambie mtu.
Nzito, ngumu sana, utahangaika sana. Mimi napenda walembo wazuri kiasi hicho kama ulivyo wewe Happy. Inaonekana unajaribu kutumia nguvu sana kwa ajili ya kunishawishi, sio? Sasa kama unajua ile ni kesi ya mauaji na ni ngumu, kwa nini wewe useme kitu kimoja tu na yeye atoke? Si ndio maana nikakwambia kwamba mimi napenda watoto wazuri, walembo kama wewe. Wewe unajua ni mrembo sana, unavutia. Kwa hiyo ukishakuwa na mimi nitaweka nguvu moja tu, yule jamaa anatoka chap kidogo. Kwa hiyo kama unaweza kumsaidia ni mpaka iwe ili rushwa ya ngono, au wewe ndio unahusika na mauaji ya wifi yangu? Sihusiki na chochote, ila ninachokwambia ni ukweli. Bila hivyo utahangaika sana hivi. Sana. Najua vizuri kwamba wewe na familia ya kakaangu hamkuwa sawa. Hivyo siwezi kumsaliti kakaangu. Wewe kama umewiwa na kumtoa kule bila hii rushwa ya ngono unayoitaka, basi mtoe. Tofauti na hapo. Happy, unajua bila hivyo kakaako atafia jela. Bila ya kufanya mimi kunyosha mkono wangu, yule bwana utamwacha kule. Kubali, kwani siku moja sio mbaya zaidi kuona. Mimi. Kwani usinikubalie tu mambo yakanyoka? Labda nikwambie hivi. Kuozea jela hiyo haiwezekani. Ninachojua kutoka atatoka. Hata kama niko kuchelewa. Hivyo nikupe pole tu. Unataka kubishana na mimi? Kusema kweli nilikuwa nimekumisi sana. Kweli? Yaani sana wewe acha. Wifi yangu wewe naye kwa maneno yako. Kweli sasa tunaona nikija kwako kama hivyo unanitoa mara moja sio mbaya. Hizo ndo zinakufanya wewe unakuja kwangu. Hapana bwana, sasa hivi nilikuwa nimekumisi zaidi. Nimefurahi sana wifi yangu kuja kunitembelea. Mama anasemaje? Asheshe, unajua naye hawezi kubaki peke yake. Mama kusema kweli anakusalimia na yeye amekumisi vibaya. Unasema tu yeye unamshindwa kuja. Jamani, nafurahi sana. Mama mkwangu ananipenda. Unajua ananipenda? Kwa hiyo sisi wengine hatukupendi. Hapana, mama ananipenda sana na nyinyi wote mnanipenda. Mume wangu pia ananipenda. Unajua mnanipenda mno, kupenda sana. Unajua alafu kuolewa kwenye familia mama mkwe anakupenda kiasi hicho. Ni jambo la baraka sana. Yaani nawapenda sana mno. Tunapenda pia. Na ndio maana umeolewa na kaka yetu. Kweli? Eti nimeolewa na kaka yenu. Sasa tungekuwa tukopendi tungeweka ngumu mwanzana hivi. Subutu. We. Acha kuongea hivi, kakako ananipenda. Tunapendana yani kwa ujumla. Unajua ndio maana nilimwambia kakako kuhusu ule mradi abaki nao mama. Angalau awe na anafanya kazi kuliko hivi mara vile. Unajua tunaombea kwa Mungu. Namwombea mume wangu, namwombea mama, naombea marafiki zangu, mashemeji zangu. Unajua ninavyowapenda? Amina. Hata sijui niseme nini. Sema vyote. Baraka kubwa mno kutoka kwa Mungu. Kupata mume kama huyo. Wifi yangu hujui. Ndio hivyo wifi, sisi tunashukuru, sisi wenyewe tunafurahi kupata wewe. Kweli? Vipi lakini mambo yanaenda? Kidogo hivyo tu. Mambo yanaenda sio mabaya sana. Mambo yanaenda kwenye mstari wake. Kama unavyojua na ile miradi yetu ya kweli unajua. Mama anaiangalia vizuri. Sasa yule tena na biashara. Hilo ndio jambo la kushukuru. Hawezi kufeli. Vipi? Sema kweli najaribu sana kusahau. Najitahidi sana nisikumbuke chochote. Lakini nashindwa. Sasa nimemisi sana wifi. Na leo ndo naweza kusema kwamba nimegundua maana ya kuwa vizuri siku zote huwa vidumu. Kuna muda najiuliza kwa nini yeye. Kwa nini niko mapema kiasi hiki? Hasa kikatili, naniuliza sana. Pia ile uvumilivu. Naumia. Happy mdogo wangu.
Kila kitu huwa kinatokea kwa mpango wa Mungu. Hatuna budi kujipokea. Ishatokea. Mpaka nikuagize. Nikaenda pale nyumbani kwangu. Nyumbani. Na meza sawa. Kuna draw mbili. Najua draw ile ya upande wa kulia. Kuna flash. Kwa hiyo flash kisha unampatia mwanasheria wangu. Sawa? Sawa. Nitatekeleza hili kakaangu. Sawa. Muda wa kujikomboa umefika. Sitaki kulala tena. Oh yo, yeah. Fisadi ni ugonjwa, fisadi ni moto, anachoma watu wote bila huruma. Ufisadi, unyonyaji, ufisadi, uharibifu, waharibu kila kitu bila huruma. Tazama umaskini unavyotamalaki, kisa ufisadi yo. Tazama jamii yetu haki imebomolewa, kisa ufisadi yo. Tazama wananchi imani wamekosa, kisa ufisadi yo. Ongezeko la rushwa, kisa ufisadi yo. Mkono wa alaumiwa, ufisadi ni tatizo. Ufisadi ni laana kwa watu wengine. Ufisadi ni mateso kwa watu wengine. Watu